Mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya ni miongoni mwa wabunge wanaoendelea kupaza sauti kuwasemea wananchi wa mkoa wa Rukwa. Katika kikao cha 4 cha mkutano wa pili wa bunge la 13 kilichofanyika Januari 30, 2026 jijini Dodoma, Mheshimiwa Jacqueline aliuliza swali kuhusu maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga, pamoja na kutaka kufahamu ni lini uwanja huo utaanza rasmi kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wetu wa Rukwa ulipatiwa shilingi bilioni 60 kwa ajili ya kujenga uwanja wa ndege. Uwanja huo utakwenda kukuza fursa mbalimbali za kiuchumi na kuwainua wakazi wa mkoa wa Rukwa katika kipato, wakiwemo wanawake pamoja na vijana. Lakini vile vile utapunguza adha ya kusafiri mikoa ya jirani kwa ajili ya kupata usafiri wa ndege, kiwepo mkoa wa Katavi na Songwe. Swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti, nauliza, je, ni lini uwanja wa ndege wa mkoa wa Rukwa utaanza kufanya kazi? Akijibu swali hilo bungeni, Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile alieleza kuwa maandalizi ya mwisho yanaendelea na kwamba siku si nyingi majaribio ya kurusha ndege katika uwanja huo yataanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya, bunge mpya, kwa ufuatiliaji wake mkubwa wa kiwanja hiki cha Sumbawanga. Tulipokuwa pale bungeni, waheshimiwa wabunge wa mkoa huu wa Rukwa pamoja na Mheshimiwa Mzindakaya wamekuwa wakifuata sana kukuuliza ni lini uwanja huu utaanza kutumika. Ninachotaka kuwaambia wana Rukwa, na kwa maelekezo aliyotupatia bungeni Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwanja huu uanze kutumika, na sisi upande wa Wizara ya Uchukuzi sasa tuko tayari kwa ajili ya kuanza kutoa huduma hii. Kauli hiyo ilianza kudhihirika kwa vitendo Machi 8, 2026 wakati Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alipotua katika uwanja wa ndege wa Sumbawanga, ikiwa ni sehemu ya ziara yake mkoani Rukwa. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya aliendelea kuwasemea wananchi kwa kuwasilisha changamoto mbalimbali zinazowakabili. Akiwa katika halmashauri ya mji mdogo Laela, aliiomba serikali kujenga hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa ili kupunguza adha ya wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kibingwa. Mimi nipende kutoa ombi langu rasmi, kwa sababu haya yote yanawezekana endapo tunakuwa na afya njema, ili uchumi, wanasema afya ndiyo kila kitu. Kwa kuwa mkoa wetu wa Rukwa tuna changamoto ya hospitali ya rufaa. Hatuna hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa, ambayo inapelekea adha ya wakazi wa Rukwa kusafiri kwenda mikoa mbalimbali kwenda kutibiwa, na hivyo kuwa na gharama kubwa za matibabu. Lakini vile vile watu wengi wanapoteza maisha wakiwa hapa kwa sababu hakuna madaktari bingwa. Tunaomba tufikishie salamu zetu hizi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili nasi mkoa wetu wa Rukwa uweze kupata hospitali ya rufaa. Hospitali ya rufaa tumelipokea. Kwa sifa hiyo mnayo, naamini kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema, tumelipokea. Maendeleo ni mchakato, tunaliingiza kwenye utaratibu ili muweze kuwa na hospitali. Tumelipokea. Aidha, akiwa wilayani Nkasi, Mheshimiwa Jacqueline aliwasilisha ombi la kufungwa taa katika soko la Majengo na Manyere ili kuwawezesha wafanyabiashara kufanya shughuli zao hadi nyakati za usiku kwa usalama zaidi. Lakini kama mbunge wa wanawake, ninaomba niongezee kwamba kuna makina mama wajasiriamali wadogo wadogo hapa na Manyere katika soko la Majengo wanafanya biashara zao, lakini kina mama hao wanajitoa sana kufanya biashara mpaka usiku, lakini wanakutana na changamoto ya kutokuwa na taa ili waweze kufanya biashara zao mpaka usiku. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kina mama hao pia waweze kupata msaada, kuwekewa taa ili waweze kufanya biashara zao mpaka usiku katika kujinyanyua kiuchumi. Meneja wa TANESCO kwa wapi? Meneja wa TANESCO, mnashindwa kuweka umeme kwenye soko kweli? Meneja yuko wapi? Meneja? Tuambie bwana, mnashindwa kuweka umeme kwenye soko mpaka waziri aje? Si ni nyaya tu na balbu. Ni kweli mheshimiwa, miundombinu ya umeme wa TANESCO imefika. Kwa tuongee tu na watu wa TEMESA au manispaa tuweke umeme, lakini miundombinu ipo. Kwa nini hamjaongea mpaka nifike? Nyinyi si kila siku mko ofisini? Ndiyo mheshimiwa. Mnashindwa kuweka umeme? Tutafanya hivyo. Mnaweka lini?
Kesho tunayo. Iko pale. Miundombinu iko pale. Sambamba na hilo, alihoji kuhusu utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji katika kijiji cha Katongolo. Skimu ya umwagiliaji ya Katongolo imeanza toka mwaka 2023, lakini mpaka leo hii skimu hiyo ya umwagiliaji haijakamilika. Hivyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, skimu hiyo ya umwagiliaji ya Katongolo iweze kukamilika na wananchi wa Nkasi na Manyere waweze kunufaika kwa ajili ya kilimo endelevu, kujinyanyua kiuchumi. Umezungumzwa mradi wa Katongolo ambao ndo una thamani ya bilioni 20.98. Mradi huu ulianza mwaka 2023, ni kweli, na kwa mujibu wa mkataba wake unaisha mwezi Juni mwaka huu 2026. Kwa hiyo bado yuko ndani ya muda. Lakini ukweli ni kwamba kazi aliyoifanya bado haijafikia kiwango kwamba inaweza kumalizika katika kipindi cha mwezi Juni, na wizara kupitia tume ya umwagiliaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imemwongezea muda mpaka mwezi Disemba mwaka huu. Katika kuhitimisha ziara yake mkoani Rukwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, aliagiza kuwa kupitia mamlaka husika, mkoa wa Rukwa uwasilishe rasmi serikalini ombi la ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inayolenga kuboresha huduma za kijamii na maendeleo ya wananchi. Maombi ya hospitali ya rufaa, kwa kuwa tunajiandaa na utekelezaji wa dira mpya na ilani mpya, fanyeni wasilisho hilo na lenyewe ili liweze kwenda kwenye hizo taratibu. Mwisho, Mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya alimshukuru Waziri Mkuu kwa namna anavyoendelea kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi, akieleza kuwa hatua hizo zimeleta matumaini mapya kwa wakazi wa mkoa wa Rukwa. Lakini kipekee, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nikushukuru sana katika changamoto kubwa ambayo nami niliwasilisha kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Rukwa. Ilikuwa ni ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa, ambayo nakushukuru sana kwa kuwa uliipatia ufumbuzi na majibu mazuri, na hivi sasa Wanarukwa tukae kifua mbele kwa kupokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa, ambayo itakwenda kutusaidia kupunguza ada na gharama ambazo huwa tunasafiri kwenda mikoa ya mbali kupata huduma za matibabu. Lakini vile vile wenzetu mara kadhaa wameweza kupoteza maisha kwa kukosa huduma ya madaktari bingwa katika maeneo yetu ya vituo vya afya vilivyopo hapa. Dr. Samia oye! Dr. Mwigulu oye!